Lakini nataka nikwambie huruma za Yesu zinafika mwisho baada ya kufa kwako. Hapo utatambua kwamba Yesu ni mfalme wa wafalme. Hapo utatambua kwamba Yesu ndiye anayebeba hukumu. Hapo ndipo utakapojua kwamba Yesu ni Mungu. Na hapo ndipo utakapojua hasira ya Mungu aliye hai. Leo hii tunazungumza juu ya upendo wa Yesu Kristo, lakini nataka nikwambie upendo wa Yesu Kristo kuna siku inafika mwisho pale ambapo umeuacha mwili na umeingia katika ulimwengu wa roho. Hakuna toba, hakuna neema, hakuna huruma tena, maana maandiko yanasema matendo ya mtu yatamfuata baada ya kifo chake. Hebu mpigie Yesu makofi wewe uliopewa neema jioni ya leo. Nataka nikutie moyo. Bado saa ipo na wakati bado upo. Wewe uliosikia sauti hii ukiwa mbali, hujachelewa bado, maana neno la Bwana linakwenda kuanza saa hii, na ndio msingi wa mkutano huu. Tumemsifu Mungu, tumemshangilia, tumemwabudu, lakini hii ni saa ya yeye Bwana kusema na watu wake. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ni saa ya Mungu kusema na watu. Nataka nikwambie hivi. Kuna siku Yesu alikawia kufika kwenye mji fulani. Rafiki yake mpenzi aliyempenda sana, mauti ikamshika akafa. Yesu siku hiyo akasogea karibu na mji. Kwa wanaosoma Biblia wanafahamu. Yeye alisema tu maneno machache kwa wale ambao walikuwa wako pamoja na aliyekufa. Akawaambia, muamini, maana mimi ndimi huo ufufuo. Na akauliza swali, mmemweka wapi? Wakampeleka mahali alipowekwa, wakifikiri itakuwa ni kama desturi ya wote wanaomboleza wakalie makaburini. Lakini haikuwa hivyo kama kawaida yao. Biblia inasema alipofika Yesu akawaambia watu, liondoeni jiwe. Wengine walijaribu kumzuia, lakini akasema, nasema liondoeni jiwe. Biblia inasema likaondolewa jiwe. Yesu badala ya kuomboleza akaita kwa mamlaka, akasema, Lazaro njoo nje. Biblia inasema yule aliyekufa akainuka na akatoka nje. Mpigie Yesu makofi. Inawezekana maisha yako yalishakufa, lakini leo Yesu atamke jambo kwa ajili yako, na ninakwambia utashangaa maisha yako yatabadilika. Pigie Yesu makofi ya kutosha. Naomba nimkaribishe mtumishi wa Mungu pale ulipo, kwa heshima usimame. Simama kwa dakika moja kwa kumtukuza Mungu wetu. Alafu tunamkaribisha mtumishi wa Mungu kwa kumtia moyo kwa makofi ya kutosha. Hebu mpigie Yesu makofi ya kutosha sana. Makofi kwa Yesu Kristo aliye hai. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Hallelujah. Jaza voice. Jaza volume kabisa. Jaza volume. Sauti iko chini kwenye mic. Yesu ni Bwana. Yesu yu hai. Ni neema ya ajabu, tuko siku ya 3 ya kusema nawe habari za injili ya haki. Injili ambayo huwezi isikia sehemu yote ile. Injili ya saa za mwisho. Ni neema ya Bwana kwa ajili yako. Usipuuze. 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 Ipokee kweli na usiuze. Usiuze kweli ya Bwana. Ipokee na uitunze. Na utakuwa huru. Naomba nimsihi Bwana, nimsihi Roho Mtakatifu ashuke. Ashuke kama ushukavyo siku zingine na aseme nasi. Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai, Mwokozi wa ulimwengu wote, nimekuja mbele zako Bwana siku ya leo, Mungu wa Israeli, kuongea habari zako Bwana. Nakuita wewe Jehova uliye hai, wewe Jehova Elohim, Jehova Elohim, Jehova Sabaoth, Bwana majeshi, nakuita njoo useme nasi. Mtumie Bwana kama chombo chako, niko mbele zako Bwana. Wewe ndiye Bwana wangu, mimi mtumwa wako tu Bwana. Sema nasi Bwana, utuonye Bwana, utuongoze Bwana kwa kweli yako. Niko mbele zako na kusihi, sema Yesu, kashuke Bwana kwa uwezo wako, kwa nguvu zako za mwisho Bwana. Ogusa watu wako Bwana,
mioyo yao, roho zao uzigeuze Bwana. Oje kwa Mungu hai, wakurudie Bwana, wakurudie kwa jina la Yesu Kristo. Roho Mungu, wewe ni mwalimu, wewe ni wa haki. Njoo useme, njoo useme, njoo useme, njoo useme. Rikantoribo sak. Njoo Bwana, njoo Bwana, njoo Bwana, njoo Yesu, njoo Jehova, useme nasi. Zungumza Bwana, kweli yako, kweli yako, kweli yako. Utuonye, 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 utupige, utupige, utuonye, utuonye. Rikantoribo sak. Sema Bwana, sema Jehova, sema Jehova. Kwa uwezo wako Bwana, tuko mbele zako. Sema Jehova, neema yako ajabu, neema yako shuke Bwana. Ituonye, ituonye, ituonye Bwana, ituandae kwa unyakuo. Baba yetu uliye mbinguni, unyone neema yako Bwana. Sema na kila mmoja mmoja, umwandae nafsi yake asikose mbingu Bwana. Njoo Bwana Yesu, njoo Bwana, njoo Bwana, kwa neema yako na nguvu zako za Roho Mtakatifu. Gusa kila mmoja mmoja Bwana, utuandae Bwana kwa unyakuo. Sikose mbingu Baba, tusikose mbingu Bwana, tusishe kusinga moto. Tunakupenda Bwana Yesu, tunakupenda Bwana, tunakupenda Mwokozi Yesu. Usiwache Bwana siku ya mwisho. Niko mbele zako kama chombo. Sema na watu Bwana, wakaishi maisha yake, ukawaandaa wote kwa ajili ya mbingu Bwana. Asikose mbingu hata mmoja wapo kati yao. Sikia injili ya haki, injili ya haki na kweli yako yote. Kwa jina la Yesu Kristo, utukuzwe juu mbinguni, utukuzwe juu mbinguni, utukuzwe Bwana, kwa sababu kwa hapo kuzungumza nami ni hivyo, kwa jina la Yesu Kristo, amen. Kaa chini, keti chini. Haleluya. Ni neema ya Bwana siku ya leo zungumze habari zake. Wakati nikiomba ndipo nilikuwa napokea maandiko ya kuongea siku ya leo. Sikuwa na somo zima la siku ya leo. Wakati nikiomba nilikuwa napewa maandiko ya kuzungumza siku ya leo. Kwa hii ni samba Bwana Yesu anasema na kila mtu mmoja mmoja, akupasaya kuishi na kuyafuata ili mbingu usikose. Haleluya. Yesu yu hai. Amen. Yesu yu hai. Yesu yu hai. Yesu yuko hai. Amen. Yeremia 5:20-25. Nitasoma kitabu cha Yeremia sura ya 5:20 mpaka 25. Yeremia sura ya 5 nitasoma. Yeremia 5 mstari wa 20 imeandikwa, tangazeni neno hili katika nyumba ya Yakobo. Tangazeni kweli hii, tangazeni kweli ya Bwana kwenye nyumba ya Yakobo, kwenye taifa la Mungu, kwa maskani ya Mungu. Tangazeni habari. Yesu anaagiza. Yesu Kristo ndiye Jehova agano la kale. Yesu Kristo ndiye niko liyeko wa enzi hizo. Yesu Kristo ndiye Jehova wakati ule kina Musa. Yesu Kristo alikuwepo, ndiye Melkisedeki. Hana mwanzo, hana mwisho, hana mzazi,
alikuwa kabla ya vyote. Yesu Kristo ndiye mfalme wa Salemu. Melkisedeki kuhani mkuu ambaye leo anakuosha dhambi zako. Yesu Kristo ndiye mfalme. Melkisedeki, utakaso ni kazi yake. Ni mfalme toka zamani, hapana kama yeye. Anasema kwamba tangazeni zabali kanisani, kwa taifa, na mioyo yenu uipoke kweli ya Bwana. Amsiuze kwa pesa, kwa dhambi, kwa njaa utakula. Usiuze haki yako. Tada ulimwengu au elimu yako. Usiuze kweli ya Bwana. Kwa natangaza basi kweli ya Bwana katika mahali hapa. Ipokeni basi kweli. Itaendelea. Litangazeni katika Yuda kusema. Haleluya. Katika Yuda tangazeni kasema. Tangaza pote, eleza pote, kila mahali mkisema. 21. Sikilizeni neno hili. Sikiliza kweli hii. Sikiliza kweli. Hapo mwanzo Yesu alikuwepo kama neno la Mungu. Nani Mungu alikuwepo toka enzi hizo. Wakati huu alikuwa katika mwili, alikuwa katika mwili mwanadamu. Kwa Yesu, yeye ndiye kila kitu. Yeye ni mwanzo, mianzo yote. Wala hakuna kama yeye. Hapana kama Yesu. Ukibisha njoo tu challenge hapa. Kipofu aje hapa. Omba kwa jina la Mungu wangu, kwa jina la Mungu wangu tuone. Mungu nipe kweli sasa. Kwa Yesu ndiye Mungu kweli. Kwa jina lake vipofu uone. Watu funguliwa. Bila pesa, bila maji upako, vitambara tuvi na udongo na futa. Usifanye matapeli wa injili. Hao ni wangu. Jina la Yesu ni kuno, ni kusana litaidiwi. Amen. Sikilizeni neno hili enyi watu wajinga, msio na ufahamu. Enyi msioelewa, msiofahamu, msio na akili. Fahamuni basi wakati mnaishi. Fahamuni kama ni saa ya mwisho, ni saa jioni. Yesu mlango kuja. Yesu waje. Basi fahamuni kama ni saa jioni. Mpate fahamu ile kwamba hii ni saa ya mwisho. Msio wajinga, kwa maana Yesu waje. Msio wajinga na mlio na macho ila hamoni. Mna macho ila hamuoni. Mna macho ila hamuoni saa kwamba Yesu waje. Hamsikii vita, hamsikii mafuriko, atetemeko, hamsikii matetemeko. Yani hamuelewi. Mna macho ila hamuoni. Mlio na masikio ila hamsikii. Mna masikio ila hamsikii. Hamuelewi, hamsikii kwamba hii ni wakati wa toba. Kila mtu aache uovu wake na amrejelee Mungu aliyemuumba. Hamsikii kwa nini? Kwani hamuelewi? Kwani hamsikii njia ya Bwana? Ni sauti ambayo Yesu anakuja, wache uovu wako, wache maasi yako, tubuni basi mkali hai. Sayaja, sayaja. Utakuwa na nguvu za kutubu, wala nguvu za kulia Mungu nisamehe. Hii ndio saa yenye neema. Ukiwa hai mpaka sasa, shukuru Mungu sana. Shukuru Mungu sana. Kwa maana neema kutubu hii. Tubu kila wakati. Tubu asubuhi, tubu jioni. Usijisabie haki mpendo.
tunakaa mahali mazingira machafu sana, mara muziki hiyo, mara huyu kavaa unsuti. Bila neema ya Roho Mtakatifu kukuzuia, huwezi kufika mwisho. Kwa mna masikio ila msikio, sikieni basi sauti ya Bwana ikiita, sauti ya mtu wajikani, tubuni maana Yesu waje. Enyosheni mapito yenu. Je, hamniogopi mimi, asema Bwana? Yesu anakuuliza. Mungu anauliza. Je, uogopi? Je, uogopi hasira yake? Je, uogopi hukumu yake? Usimzoee Mungu. Yeye ni rehema na neema. Ni kweli, ni wa neema sana, ni wa rehema sana. Ukiwa hai tu, baada ya kifo utakayemuona ana macho kama miali ya moto, uso wake zaidi ya jua, miguu yake kama shaba iliyosuguliwa sana. Je, uogopi hasira ya Bwana? Utukufu wake, uogopi utukufu wake? Uogopi hukumu ya Bwana wa majeshi? Uogopi? Kuna wakati ule Nuhu aliachilia mvua kafuta watu wote. Ndio Mungu huyu aliyejaa neema na rehema. Ndio Mungu huyu aliachilia moto Gomora. Ndio huyu amejaa rehema na neema kwa ajili yako. Usimzoee Mungu. Kumbuka anakuvumilia kwa sababu tu ya kifo cha mwanae, kifo cha Yesu. Damu ya Yesu ndio mama kasefuko hai. Dasoma kwa leo hii una kiburi ndio, jeuri ndio, unaua ndio, lakini akavumilia kama utobo siku moja uache uovu wako. Lakini baada ya kifo, trust me, utakimbia na huwezi kustahimili mbele utukufu wake. Huwezi kustahimili mbele na macho yake. Maana ni moto ulao. Jehova Yahweh ni moto ulao. Yesu ni moto ulao. Mungu wote moto ulao. Usimzoee Mungu. Mwogope Yesu Kristo. Ni mwovu. Leo utubu, dhambi zako kurejea kwake. Hamtatetemeka mbele za uso wangu? Akishuka leo hii, je, unaenda kucheka cheka na miza na comedy na movie tamthilia? Jiulize, hivi Yesu akija kwako alafu uweke movie au tamthilia za kibango hizi za kimalaya hizi, hivi utakaa ngone naye movie? Je, utakaa uangalie movie ukiwa na Yesu? Utaweza? Mungu anakuona, anakusaidia siku zako, anakuona na kukusaidia siku. Ipo siku utakufa, utamuona katika uhalisia wake sasa original. Baada ya kifo ni hukumu, sio wakati wa toba au kulia rehema. Hapana nafasi ya pili baada ya kifo. No second chance baada ya kifo. No. Mimi niliyeweka mchanga kuwa mpaka wa bahari kwa amri. Huyu Yesu Kristo aliyegawa mipaka ya nchi, mipaka ya ziwa na bahari. Humwogopi ya Mungu? Huogopi aliyekuumba? Haumtaki Yesu, afu unafuata sanamu. Hamtaki Mungu aliye hai, muumbaji vyote, aliweka mipaka yote ya nchi, Tanzania, Kenya, mipaka ya bahari. Uogopi? Unamuasi kila siku. Haumtaki Yesu aliyekuumba kwa sura yake.
kiburi mwanadamu. Kiburi ni kibaya. Kiburi chako ipo siku kitakosti. Ipo siku kiburi chako kitakuumiza. Yesu Kristo anastahili sifa. Yeye ndiye Mungu aliyekumba na kujua. Pasipo Yesu hakuna ambacho kingeumbwa. Hakipo. Katika yeye uliumbwa ukawa nafsi iliyo hai. Tendelea. Isiweze kuupita. Mawimbi yake yajapomka hayawezi kushinda nguvu. Haiwezi kushinda nguvu. Yajapovuma sana hayawezi kuupita. Lakini watu hawa wana moyo wa kuasi. Lakini watu, ninyi watu mna moyo kuasi na ukaidi. Tabia za mbuzi, ukaidi. Mmeasi kweli ya Bwana. Mmekwenda zenu mkafuata miungu na sanamu za mashariki za kuchonga. Mkamwacha ile Bwana Mwokozi. Yeye ndiye ndiye njia, usimama kweli. Mkamwacha huyo. Ndio maana magonjwa hayawaachi. Laana ziwaachi. Mikosa haiwaachi. Mshogo Yesu Kristo akufungue kwa jina lake. Kwa maana hapana wokovu au ukombozi kwa mwingine pasipo Yesu Kristo. Amen. Kwa damu yake ya agano jipya na jina lake ambalo ni moto lao. Jina ambalo watu wanaogopa. Jina ambalo ukimwi wanakimbia. Jina ambalo kansa ufutika. Jina ambalo kila kutembea. Jina ambalo wanaona. Jina la Yesu Kristo. Sio maji, sio mafuta pako, sio mawe wa udongo. Ni jina la Yesu. Lajiweza jina. Katika jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo uwe mzima mara hii. Kwa damu ya Yesu Kristo funguliwa, takasika. Taendelea. Wameasi, wamekwenda zao, wala hawasemi mioyoni mwao. Hawasemi, hawafikiri, hawawezi lolote. Basi na tumche Bwana. Yani hawezi kwamba basi kumbukeni Mungu mkiwa hai. Muumba wako mkiwa hai. Mkumbukeni Muumba wako mkiwa hai. Saa yale kifo, saa imekuja wokovu. Hii ni saa kweli, ni saa nuru na taa. Oh, rimo saka, raika saka. Oh, rimo, ni wakati wa nuru. Wakati saa kweli, ni saa kweli, saa kweli, saa kweli. Oh. Tendelea. Mungu wetu aletaye mvua. Hawezi kwamba tumche Mungu ambaye tukililia mvua na yashiria. Mwanadamu hawezi. Haukumbuki nani aliyekumba. Umesahau nani ambaye ilijua anakuangazia. Umesahau ambaye weka mchana usiku. Umesahau muumbaji wako. Umesahau ambaye ndiye pekee aletaye mvua. Unasahau. Wajisahau sana mwanadamu. Wajisahau sana. Una pesa, sawa una pesa ndio. Sawa una pesa ndio. Una pesa mpaka bibi unayo. Una bima maisha. Ndio. Lakini bima ya baada ya kifo hauna. Ni Yesu tu na uzima wake. Uzima Yesu ndio bima yako baada ya kifo. Bima yako sasa hivi mwisho wake baada ya kifo. Usisahau mwanadamu. Kifo kina gaudi. Kifo kina gaudi. Usisahau. Usisahau na afya yako. Una afya sawa.
Ipo siku utalazwa, utakongoloka, utakumbuka Yesu Kristo. Talia sana. Mlejereeni Mungu, mcheni Bwana, msipokee alana mnyama. Njooni kwa Yesu, msiabudu miungu na sanamu, msiabudu vitu navyo havina uwezo wa kufanya mvua wala kuumba jua. Msifuate ya mizimu wala wachawi, msifuate watu wa uongo, manabii wa uongo, msifuate wauzaji wa maji, mafuta, chumvi. Hao ni matapeli. Fikiria kwa ni bila pesa uweze pata kuona, eti bila pesa ukuombei. Kumbuka Yesu aliambia watu bure bila pesa. Fikiria basi kwa nini Bwana Yesu mitume wake aliambia mtu bila pesa, alafu ondoa pesa ndio uombewe. Wakati Yesu yupo ni bure, injili ni bure, damu yake ni bure. Hawezi kuuza damu ya Yesu, hawezi kuuza damu yake, hawezi kuuza kifo chake, hawezi. You cannot, no, you cannot. Huwezi kuuza kifo cha Yesu, huwezi kuuza damu yake, huwezi kuuza, huwezi kuuza jina la Yesu Kristo. Ipo siku utahukumiwa kwa kufuata mafundisho ya uongo, injili za uongo, za maji, upako, bandia. Ipo siku utahukumiwa. Tegemea Yesu Kristo. Maji ya upako hayawezi kuzuia kifo chako, lakini jina la Yesu linaweza. Kwa neema za Bwana, kwa huruma zake nyingi, njooni basi. Safina iko wazi, ingieni. Najenga hapa, nipo kujenga safina, nipo kujenga, nipo kujenga. Bwana wangu anakuja, Bwana wangu anakuja, Bwana yuaje. Najenga safina. Njooni basi mwingie. Yaache maasi yako, wacha uchawi wako, wacha wigi lako, njoo mpokee Yesu. Fikiria, yupo tu mmoja ambaye anafanya mvua tena kwa majira, na akiamua anaweza kuifunga mvua miaka 3 na usipate mvua. Rehema zake nyingi ndio. Usipuuze neema yake. Nala kusoma. Mvua ya mwaka na mvua ya vuli kwa wakati wake, na kutuwekea juma za mavuno zilizoamliwa. Ndiye pekee anayeamua mavuno yakomayo wakati gani, uvune wakati gani. Alafu leo namsahau. Wewe mkulima haujifunzi. Wewe mkulima ujifunzi. Unapanda, anaamua mvune gani? Ni Yesu. Ndiye pekee anaamua kama uvune muda gani. Wewe mkulima jifunze basi kwa ishara ya kilimo chako. Unapanda ili uvune, ni Yesu anaamua. Tena kwa neema, kwa rehema za alafu na mwasi Yesu. Haumtaki Yesu. Una pesa sana, si ndio? Una pesa ndio? Una pesa si kweli? Pesa yako ina mwisho. Lejeni basi kwa Yesu wakati ungalipo hai. Soma. Maovu yenu yamegeuza. Maovu yenu, sikiliza hapa, kuna ujumbe. Maovu yenu, hebu imalize kabisa. Maovu yenu yamegeuza haya, na dhambi zenu zimezuilia mema msiyapate.
maovu yenu yamezuilia kila ahadi ya Bwana juu yako. Uovu wako wewe ndio umezuilia usipate ahadi za Bwana, usimuone Mungu. Mungu yu karibu, yeye yu karibu, lakini maovu yako sawa na ukuta. Kwa basi uko mbali na Bwana Yesu. Ukiomba sikii, ukimsi haitiki, kwa sababu uovu wako umekutenga na kweli ya Bwana, umekutenga na ahadi zake, na wema wake, uzuri wake, nguvu zake, ponyaji wake. Utahangaika kwa maji na mafuta, utahangaika, nakwambia. I promise you, utahangaika kwa mposa, utalia, utahangaika, utapewa makapesa, lakini hutopona hadi pale utakapoacha uovu wako, utubu dhambi zako na kuziacha. Alafu Yesu aje mwenye uzima na kweli kujaza, ili mwili wako upate uzima. Utatoa pesa mpaka filisiki. Mtu mmoja, mwanamke, aliugua, alifilisiwa pesa mpaka akaishiwa kwa waganga, kukina mamposa hawa ikoroni. Alitoa pesa, alifilisiwa kila mali yake, akabaki bila kitu. Ndipo siku moja Yesu kwa rehema zake akamponya bure. Bure. Yesu uponya bure. Hakuna kiingilio, hakuna kiingilio. Bure, bure. Just imagine, alitembea kwa watu, manabii, waganga, lakini alishakufilisiwa mali zake. Lakini Yesu ambaye leo haumtaki, haumuishi kama ipasavyo, haupokee sura yake kama ilivyo, umefilisika, utafilisika na hutopona kamwe hadi utubu dhambi hiyo, utubu uchawi, kutoa mimba, punyeto, kujichua kote huko, zaza mipango, kutumia kondom, kila dhambi katika maisha yako. Usipotubu na kuacha, hutawahi funguliwa shida zako. Ni kwa njia moja ya toba, ya toba. Hubiri toba tu mwanangu, nimetii Bwana, nasema ndio hivyo, itoba tu. Utakapogeukia toba, ndio njia pekee Yesu kukuponya, kufungua bisuka mzima. Manabii wa uongo hauponi, huchukua pepo aliye mkuu zaidi ya shida yako, wanakujaza, afu unatulizwa. Baada na mwezi mmoja unaanza ajari. Lakini kwa Yesu bure unafunguliwa kabisa, unakuwa huru kabisa, kweli kweli, bure. Kwa hiyo anasema kwamba maovu yenu yamezuia, yamekuwa kama ukuta, msipate ahadi ya Bwana, msipokee roho wa Mungu. Imekuwa ni kama kikwazo kati yako na Mungu. Huwezi mpokea Yesu, huwezi mpokea leo, kisa uovu wako, tamaa zako, video za ngono, pornografia, movie na filamu, Simba na Yanga, si ndio? Ipo siku mwanadamu sayacha, sayacha, Simba itakusaidia. Sayacha,
ipo siku inakuja utaomboleza. Yupo Yesu aliye hai, yupo Yesu mwenye uzima, mimi ni chombo chake tu. Yupo Yesu aponyaye, afunguaye, sio mimi, ni Yesu, sio mimi. I have no power, lakini yeye akae ndani mwangu unitia nguvu. Wovu wako umezuilia usipate mema. Anasema kwamba maovu yenu yameageuza haya, uponyaji wa kweli haupo, roho wa kweli hauna. Huwezi kuwa na wigi alafu unanena kwa lugha, wewe utapeli, ni uhuni. Unajua sio Roho Mtakatifu, roho ni mpuzi, sio roho Mungu. Roho Mungu ni kwamba atakuja kufanya hukumu juu ya dhambi. Ukimpokea roho Mungu, anakuhukumu kama moto, anakuwasha moto kwenye mifupa yako. Unapata hofu ya dhambi zako, unaziacha. Wezi kwenda kuruga na denge lako, wewe ni mhuni bado. Wezi kwenda kuruga na suruali mwanamke, wezi. Huyo roho ni kahabu ule naye, sio Roho Mtakatifu. Listen, sio Roho Mtakatifu. Holy Spirit, holy Mtakatifu. Huyo roho ni nyehu, ni kahaba, ni maraya, sio roho kweli. Roho kweli akija, kila kongwa, kila wavu kifungo anafungua. Huna Roho Mtakatifu wewe, huna roho kweli. Yani una hereni, pete, kimini kwa mwanamke, mapaja wazi, matiti wazi, suruali kwa wanawake, alafu ana kwa lugha. Hivi hujiwazi. Roho Mungu anakuongoza kwa kweli. Roho Mungu, Yesu akasema hivi. Sikia. Yesu akasema kwamba yeye atakapokuja ataongoza kwenye kweli yote. Mbona mwelewi? Yeye atakapokuja, hiyo nguvu ya juu ikishuka inakuongoza kwenye kweli yote. Utaacha wigi mwenyewe, utaacha mwenyewe, utaacha kupiga puchu mwenyewe, utaacha mpira mwenyewe. Atakapokuja roho anaota kwenye kweli. Amen. Yeye akija hakuongozi kwenye theolojia. Yeye ni mwalimu, the teacher, the most mighty teacher, Holy Spirit. Yeye akija anakutia kwenye kweli, maana yeye ni kweli. Yeye ni kweli. Yesu akasema kwamba roho akija atatoa ya kwangu, atayatoa ya kwangu, atawajazeni. Atayatoa ya kwangu, alafu ataongoza kwenye kweli. Roho gani huyo mboko naye? Na sio mwanamke na kimini, nguo ina makalio, wig, rasta, makeup, wanja, lipstick, damu za watu na mwili wako. Una Roho Mtakatifu. Na pastor akwambia, na nabii akwambia, nabii akuonye, maana utakimbia afa akose sadaka, akose zaka. Pastor hakuonyi uache makeup wala wigi wala kushuka, maana anawaza sadaka zako, anawaza zaka zako, kwa sababu una cheo serikalini. Huwezi kukuonya ukavua mkufu shingoni mwako, huwezi kukuonya hata mimi, maana anawaza atakosa sadaka ukiondoka kanisani. Lakini hapa pesa yako ni mavi, hautaki pesa yako wakati huu. Kweli ya Mungu ikupenye, upone roho yako,
mbingu ingie. Pesa ipo tu, zipo. Dhahabu na fedha ni mali ya Bwana. Nataka roho yako kwanza. Ukinialika usiwaze fungu la mtumishi, sina huo muda mchafu, najiweza, najiamini. Yupo anitunzaye. Usiwaze kuhusu guest pastor au mtumishi alale, mimi nakata kanisani. Usiwaze soda yangu, mimi sinyage soda, situmii soda wala maji ya dukani. Nipate maji ya bomba na kunywa na nanawiri. Watu wakapewa maji na mtama wakapata afya zaidi ya wale ambao wamepata. Kuna watu wakapewa maji na mtama lakini wakapata afya mara 10 ambayo kwa nyama kila siku. Usiwaze soda, mimi soda, situmii soda wala maji dukani. Usiwaze so loja au guest, hapana. Siwezi kulala guest ni katika mission. Siwezi kulala guest au lodge nikiwa na mission ya kufanya. Siwezi. Tenga chumba kwa mshirika, talala. Au madhabahuni talala. Au talala hata msituni, ni sawa. Kwa basi lengo ni nini? Tunataka roho za watu zipone. Hatuwazi mafungo ya pesa. Hatuwazi pesa. Maana pesa shida la ubaya. Pesa inafanya watu wakemee dhambi siku ya magazani. Imekuwa ni chanzo kama kiini macho, kama ukuta watu hawakemewi, dhambi zao hazionwi. Dhambi zako hawazioni, lakini madhaifu yako wewe siona unafungwa sana wachawi. Wewe sio nini? Haoni kuhusu uzinzi wako, haoni kuhusu pira. Yaani hawaoni kuhusu wewe Simba na Yanga wanasabikia. Hawazi hayo. Hapa amekuja mtu wa haki. Wa haki. Si wazi pesa. Naishi kwa neema Bwana. Tuburi Yesu waje. Na ukinyalika kwenye mkutano, hatuchukui pesa wa sadaka siku hizo. Hadi mkutano uishi. Hatuchukui sadaka kwa mkutano. We cannot take money. Watu kwanza watubu, waache maovu yao, watoe sadaka zao. Kwa basi maovu yao yakageuza hali za Bwana wasizipate. Dhambi zako zikazuilia usipokee baraka za Bwana, usipokee neema yake. Nini chanzo? Dhambi. Dhambi ni mbaya. Dhambi ni mbaya mpendwa. Dhambi inazuilia usipate neema Bwana. Dhambi inafanya usimuone Mungu kwenye ndoto, kwenye maono. Uwezi muona Bwana na dhambi zako alafu kaishi. Tubu kwanza. Tubu tu leo. Utamwona Yesu. Utamwona Bwana. Yupo Yesu, yuko hai. Anasema kwamba na dhambi zenu zimewazuilia mema msiyapate. Pendo, haujarogwa. Haujarogwa. Dhambi zako zimezuilia usipate ponyaji wa kweli. Dhambi zako ndio kikwazo. Ndio. Wala sio zaka nzuri toayo. Sio pesa ukombozi. Ni dhambi zako. Zimekinga kama kuta. Usimuone Bwana. Unafunga siku 40 haumuoni Bwana. Kumbe shida ni nini? Ni wigi, rasta, kimini, Simba na Yanga, movie, filamu, matamu.
tango sabuni. Unafunga sumu yako si mingapi, kumbe denge lako ndio kikwazo, maana haufuati maandiko. Ambao sila haki ni dhambi. Uwezi kakalamu huu ni kibaka na denge lako alafu pokee muujiza wa Bwana. Utapewa ishara moja, ishara ya toba, injili ya toba na kuacha maasi yako, alafu sasa Yesu akufungua kisawa sawa. Sikiliza, hakuna mzigo wa kifungu ambacho kitakaa ndani mwako baada ya wewe kujidhabihu ukapiga magoti zaidi ya risali moja, ukawa unatubu dhambi zako zote na utakaswa zaidi ya risali moja. Hauwezi kuendelea kuwa na dhambi, hauwezi baki jinsi ulivyo, sababu the more unapokuwa unaomba ule muda unazalisha nguvu ndani mwako. Someni maandiko ya Mungu, ombeni na mrefu, tubuni zaidi ya risali moja na utakaswa Mungu. Ndio njia pekee uwe sawa na muone Mungu wa Israeli, muumbaji, mponyaji. Kwa hiyo dhambi zako ndio chanzo. Ukitubu dhambi zako, utakaso kaja, damu yake Yesu na kufunika, kuna mtego kukufuata. Kwa hiyo toba ndio kila kitu. Kila siku tenga masaa mawili ya toba na utakaso wa kina, nafsi, roho na mwili. Takasa macho, mapua, mdomo, ulimi, nywele, ngozi, tumbo lako, miguu, mikono. Takasa kwa damu ya Yesu. Hutaona mchana akusogelea, wala mzimu wa kwenu hutauona, kwa maana toba ni moyo wa Mungu. Ni njia pekee ya kumrudia Bwana. Hapana njia nyingine, ni kwa njia ya toba katika jina la Yesu, ndani mwa damu ya Yesu aliye hai. Kombozi huja, nafunguliwa. Kwa usihangaike kwa manabii wa uongo, utafilisika bure. Tenga muda, funga masaa 12 au 24, tubu tu dhambi zako, utamwona Bwana. Haleluya. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Yesu atukuzwe. Amen. Yesu atukuzwe. Amen. Yesu ni Bwana. Amen. Kwa dhambi ndio kikwazo. Nifungulie Mithali 21:27. Nitasoma kitabu ni Mithali 21 mstari wa 27. Imeandikwa, sadaka ya wasio haki ni chukizo. Sikiliza, haya ni maandiko. Sadaka ya wasio haki ni chukizo. Huwezi kumuonga Mungu, huwezi kumuonga Jehova kwa sadaka zako, kwa maana sadaka zenu, kwa sababu hamwachi maovu, ni chukizo. Wewe mwenyewe haufuati haki ya Mungu, haufuati kweli ya maandiko, hivyo zaka zako ni chukizo. Miaka wewe unatoa sadaka na zaka, lakini uendelei, ubarikiwi, humwoni Mungu. Kumbe kuna mambo yasiyo haki unayaishi na ukafanya, kama vile kusuka nywele, wigi, makeup, wanja, movie, umbea, dhambi za moyoni zile, usuda, ugomvi, chuki, kutokusamehe, uachilivu, vinyongo vingi juu yako. Kwa hiyo lazima kwanza uache utepukaji, uache ndoa mke wa pili, urejee kwa Bwana, alafu ndipo zaka yako, sadaka yako. Mungu apokee sadaka mwenye dhambi,
haipokei, tubu kwanza. Hutuambia ukweli, maana hawezi jua roho yako. Nawaza pesa zako wazipate vipi? Ni chukizo, nele. Si zaidi sana ailetapo mwenye nia mbaya. Ndiyo. Sadaka yako ni chukizo kwa sababu ya dhambi zako na maovu yako. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Yes, you hai. Amen. Yes, you hai. Amen. Mungu atuhurumie sana. Amen. Mungu atuhurumie sana. Hali ni mbaya. Hali ni mbaya. Mithali 28:9. Nitasoma Mithali 28 mstari wa 9. Yeye aligeuzaye sikio lake asisikie sheria. Yeye ageuzaye sikio lake asipokee kweli ya Injili, maonyo, kuacha dhambi na uovu, yeye anayekaidi, anayepuuza, hata sala yake ni chukizo. Sala yake, maombi yake ni chukizo. Ni makaidi mbele za Bwana. Kabla hujaanza sala za mahitaji yako, shida zako, tubu kwanza, ili Mungu akusamehe kwanza, akuoshe kwa damu yake, ndipo alafu asikie mahitaji yako, shida zako. Vinginevyo utaomba sana, utaomba sana, na utaomba sana. Vua wigi kwanza, vua hereni kwanza, vua shanga kiunoni, vua shanga kiunoni, vua shanga kiunoni, ndipo uanze kutubu sasa. Alafu uanze kumsihi Mungu akubariki, akuongoze, ufanyaje, ndivyo mengine afuate. Vinginevyo utaomba sana. Kwa hii ni misingi ambayo hutoambiwa na pastor wako, nabii wako, mtume wako. Leo umesikia ni saa ya kurejea kwa Bwana. Matendo 2:8. Tubuni, tubuni. Nitasoma kitabu ni Matendo sura ya 2 na mstari ni wa 38. Imeandikwa, Petro akawaambia baada ya kuhubiri Injili, wakapokea Injili, wakasikia Injili, Petro akawaambiaje? Tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo. Alianza nini? Tubuni. Alianza nini? Tubuni. Tubuni dhambi zenu, tubuni maovu yenu, acheni maasi yenu, njooni kwa Yesu. Lango li wazi, yaache maasi yako, yupo Yesu mwenye uzima. Tubuni kwanza. Alianza tubuni, sio njona na pesa ukombozi. Hakusema hivyo. Hakusema kama njoo na zaka. Hapana. Hakuanza kama pana ya kwanza mbegu. Hakuanza hivyo. Hakuanza kama nipeni mchango wa gari. Hakuanza hivyo. Alianza tubuni, tubuni, geukeni, yaache maasi yenu, Yesu warudi. Bila toba huwezi kumwona Bwana. Tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa baada ya toba. Ni nini kafuata? Mkabatizwe kwa jina nani? La Yesu kwa Kristo. Jina la Yesu. Sikiliza mpendwa, sikia mchungaji, mkabatizwe kwa jina la nani? La Yesu Kristo. Mkabatizwe kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo. Hakuna kombozi bila jina la Yesu. Amen. Sio vyeo vya Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Hapana. Vina kazi yake hivyo. Hivyo ni vyeo, sio majina. Mwana sio jina, Roho sio jina, na Baba sio jina. Lakini lipo jina moja. Amen. La ukombozi. Lipo jina moja la ubatizo, la uponyaji, la msamaha dhambi. Jina la Yesu, la Yesu Kristo. Yesu Kristo. Sikieni,
mkabatizwe. Baada ya toba mkaacha maasiano, mnazamishwa kwenye maji, mkabatizwe, mzaliwe upya kwa maji. Baada ya kutubu, kuvaa wigi, reni, mekapu, chuki, ugomvi, uchoyo, binafsi, rushwa, utekaji, mauaji, uchawi, vimini kwa wanawake, uje asa uzamishwa kwenye maji. Unazama kwa njia ya kifo cha Kristo, alafu unaamka na Bwana Yesu kwa ufufuo wake. Amen. Unazika utu wa kale, utu wa mawigi unauzika kwa jina la Yesu kwenye maji mle. Huwezi kuzika uovu wako kwa vyeo vya Baba, Mwana na Roho. Huwezi kuzika. Huwezi kuzika. Tunazika na kufufua kwa jina la Yesu. Kwa jina langu mbende kalo, jina la Yesu Kristo. Sio vyeo. Sio vyeo ya Mungu wa Israeli. Mwana sio jina. Hivi kwa hiyo huna akili kabisa. Mwana sio jina. Jina ambalo amelithi ni jina Yesu. Utampa jina Yesu. Jehova ndiye Yesu. Mungu ndiye Yesu. Yeye ndiye kweli, njia na uzima. Kwa hiyo baada ya kutubu unabatizwa kwa jina la Yesu. Unazika punyeto, unazika ushoga, ufiraji, unauzika uchawi, unazika utekaji, unafufuliwa kwa jina la Yesu katika mwili mpya. Amen. Vinginevyo hutowahi pata ondoleo la dhambi. Hutowahi kupata, kwa sababu hujatimiza haki yake. Kubali hivi leo tutimize haki yote, akaambiwa Yohana Mbatizaji. Kwa timiza haki ya Bwana, ubatizwa kwa jina la Yesu. Ni kutubu, ubatizo kwa jina la Yesu kwenye maji mengi, sio na bakuli au kikombe cha kunywa uji au chai. Kwenye maji, kwenye mto, maji mengi, kwenye bahari, kwenye ziwa, ili dhambi zako zioshwe kwa imani kwa jina la Yesu. Sio kisimani. Wewe ni uhuni, ni sare, ni anasa hizo. Unakaa Dar es Salaam, bahari ipo kubwa, alafu unabatiziwa kwenye kisima, swimming pool, sehemu ya watu kufanya zina na ngono, mtu anazamishwa humo, alafu dhambi unaacha. Wezi acha dhambi hata siku. Ni maji ya asili ya Mungu aliye hai. Mungu huishi, hutembea katika asili yake. Ndio maana makeup sio asili. Makeup huondoa sura ya asili yako. Na jioni basi, hivi leo yupo Yesu anawahitaji. Mkaache maovu yenu, awafungue bure bila pesa. Malizi. Mpate ondoleo la dhambi zenu. Kwa hiyo baada ya kubatizwa kwa jina la Yesu, unapewa ondoleo la dhambi. Utu wako wa kale unafutwa. Kila dhambi inafutwa. Kama ulitubu vizuri, kama uliungama vizuri, dhambi inafutwa kwa damu ya Yesu Kristo. Malizi. Nanyi mtapata kipawa cha Roho Mtakatifu. Baada ya hayo unapokea ahadi ya Roho Mungu. Sikiza, hii ni ahadi, sio kununua. Hii unapewa bure. Ni ahadi, the promise. The promise. Hii ni ahadi ya Roho Mungu. Ni ahadi ya Bwana. Ni bure, sio haulipi pesa. Kujazwa Roho Mungu ili upate karama za Mungu.
lazima ufuate sheria, utubu, alafu ubatizo kwa jina la Yesu, alafu upate ondoleo la dhambi, alafu upokee kipawa cha Roho Mtakatifu. Napokea nguvu itakuwa juu. Pokea nguvu ya Mungu. Si mashahidi tunaona, si mashahidi washuhudia, ni mashahidi wa haya mambo. Hii ndio injili ya kina mitume. Hizi ndio injili za kina Paulo na Peter. Basi tubuni hivi leo, mpokeeni Yesu hivi leo, maana Isaya mwisho, Isaya mwisho mpe. Roho Mungu ni ahadi, haununui. Mungu anamjaza mtakaye, anamjaza mpenda, anashuka kwa ambaye anamtaka. Ni ahadi mpendo, hautoi pesa. Roho Mungu yupo bure. Njoo mpokee Roho Mtakatifu, njoo tubu, alafu batizwe, alafu ujae Roho Mungu. Yani hizi ni hatua. Vumilia, hizi ni hatua. Unatubu kwanza kila dhambi, kila kono ambao uliwakwaza, wafuata kusamehe. Tubu kwao, alafu unabatizwa kwa jina la Yesu Kristo, alafu unapewa ahadi, the promise, utapokea Roho Mtakatifu. Kwa hiyo njoo tubu, alafu utafanya ubatizo na utapokea Roho Mungu. Lakini pia Mungu kwa neema yake ana uwezo kukujaza kabla batizo. Yeye ni Mungu, ndiye muumbaji, ndiye mwamuzi wako, sio sisi. Yeye ni mwamuzi, anaamua atakavyo yeye. Njoo kwa imani yako, amini tu, itakuwa kwako. Leo ukovu umekufikia, pokea basi neema na usiuze. Njoo tuombe. Chemi ya maji ya uzima, chemi ya maji ya uzima, bubujika ndani mwangu, bubujika ndani mwangu, bubujika ndani mwangu. Chemi ya maji ya uzima, chemi ya maji ya uzima, bubujika ndani mwangu, bubujika ndani mwangu, bubujika ndani mwangu. Chemi ya maji ya uzima, chemi ya maji ya uzima, bubujika ndani mwangu, bubujika ndani mwangu, bubujika ndani mwangu. Sema chemi ya maji ya uzima, chemi ya maji ya uzima, bubujika ndani mwangu, bubujika ndani mwangu, bubujika ndani mwangu. Wakati wimbo huo unaimbwa, chemi ya maji ya uzima, chemi ya maji ya uzima, bubujika ndani mwetu, bubujika ndani mwangu, bubujika ndani. Sema chemi ya maji ya uzima, chemi ya maji ya
uzima bubujika ndani mwangu, bubujika ndani mwangu, bubujika ndani mwangu, chemchemi iliyo hai, chemchemi ya maji ya uzima bubujika ndani mwetu, bubujika mahali hapa, bubujika ndani, sema chemchemi ya maji ya uzima, chemchemi ya maji ya uzima bubujika ndani mwangu, bubujika ndani mwangu, bubujika ndani mwangu, sema Roho chemchemi ya maji ya uzima, chemchemi ya maji ya uzima bubujika. Jehova Roho Mungu, njoo Roho Bwana, wewe ndiye chemchemi ya uzima, njoo Bwana. Tuna kiu Jehova, tuna kiu Jehova, tuna kiu Jehova, tuna kiu Jehova, chemchemi ya maji iliyo hai. Roho Mungu, njoo Bwana, njoo Bwana, utujaze, utujaze, utujaze rikantoribosha, utujaze, utujaze sogeni mbele,
ali hai. Fire. Bwana Rikantuliwesa. Rimakaya manu. Suka Bwana. Uchazo wako. Wachaza wewe. Wachaza Bwana. Wachaza Bwana. Katika jina la Yesu. Wajaze hadi yako Bwana. Ni bure umesema, ni bure. Asante Yesu, asante Yesu. Wanakuamini Bwana. Asante Yesu. Mwaga moto wako Bwana hapa. Asante Yesu, asante Yesu. Mwaga Bwana moto. Yesu, asante Yesu. Shuka Bwana. Wagusa Bwana wote. Kwa rehema zako. Kwa rehema zako. Wagusa Bwana. Gusa Bwana wote. Kwa rehema zako. Kwa neema yako. Gusa Bwana. Kwa neema tu. Ufadhili zako. Gusa Bwana. Katika jina la Yesu. Yesu kwa hapa. Asante Yesu. Iko neema Mungu hapa. Asante Yesu. Kuna maji ya uzima hapa. Asante Yesu. Kila mtu na anywe. Asante Yesu. Pokeeni maji ya uzima. Roho Mungu yuko hapa. Maji ya uzima. Yesu. Maji ya uzima. Maji ya uzima. Yesu. Maji ya uzima yuko hapa. Yesu. Maji iliyo hai. Yesu. Yako hapa. Yesu. Hapa kuna maji ya uzima. Yesu anarudi. Kuna maji hapa. Yesu anarudi. Kuna maji ya uzima Yesu hapa. anarudi, mtu wa Mungu. Iko chemchemi hapa. Ni bure, sio pesa. Haulipi hata 100. Ni kuamini tu. Akatu imani yako. Atembelee. Atembelee. Akuguse. Rika. Asante Yesu. Oh. Gusa watu wako, gusa watu wako. Kwa jina la Yesu. Hebu nyoosha mikono yako pale ulipo. Kwa jina la Yesu. Taongoza maombi maalum. Kwa jina la Yesu. Ikiwa unafuatilia kwenye mtandao pale ulipo. Yesu. Iwe nchi za nje, Marekani, Uingereza, Canada, sehemu yoyote, Kenya, pale ulipo ukiwa unafuatilia kwa njia ya mtandao wa Promova TV, nyosha mikono yako pale ulipo na mtumishi wa Mungu ataomba pamoja na wewe. Nyosha mikono yako kwa njia ya kuonyesha kwamba Bwana, nimechoka na hali hii. Naomba nikwambie mtu wa Mungu, watu wengi wameokolewa lakini wokovu wao umeshaharibika kwa sababu ya maisha yao kuendelea kubadilika. Kila siku watu wanabadilika, wameendelea kujivika mapambo ambayo si kusudi la Mungu, wameendelea kutumia vitu ambavyo havikustahili, wameupoteza wokovu wao. Na inawezekana uko mahali hapa, kuacha wengi umeona hutaweza, kuacha mavazi ya suruali mwanamke umeona hutaweza, kuacha vimini umeona hutaweza, na hata unapolisikia neno hili bado unaona ni kana kwamba wanadanganya. Lakini nataka nikwambie yote yaliyohubiriwa yameandikwa kwenye Biblia. Ungekuwa mwepesi wa kusoma Biblia, ungekutana na maonyo hayo. Wengi waliofanya mambo hayo unayoyafanya wamepotelea kwenye shimo la kuzimu. Nataka nikwambie, mbingu ni takatifu. Huwezi kuingia mbinguni ukiwa unaendelea kuvaa mawigi. Huwezi kuingia mbinguni ikiwa unaendelea kuvaa masuruali mwanamke, unatumia vidonge vya majira, unaendelea kusherekea Krismasi. Wachungaji hawatakwambia kwa sababu unapoondoka kwenye makanisa yao maana yake sadaka zinapungua. Nataka nikwambie, kanisa lolote linalosherekea Krismasi, hilo sio kanisa la Mungu. Kanisa la Mungu haliwezi kusherekea Krismasi. Kanisa lolote lisilokemea vimini, lisilokemea mawigi, lisilokemea mapambo, lisilokemea madenge wanaovaa wakina baba wanaenda masaluni wanatengeneza nywele zao mapanki denge. Kanisa lisilokemea hilo, nataka nikwambie, sio kanisa la Mungu. Kanisa linalosema maji ya upako, linasema mafuta ya upako, halikemei dhambi, nataka nikwambie sio kanisa la Mungu. Hawataenda mbinguni watu wa namna hiyo. Kanisa ambalo watu wanaabudu mchungaji ni mwanamke, hawataingia mbinguni watu hao, maana Biblia haikuruhusu makuhani wa kike. Nataka nikwambie, wanawake wanasimama katika zamu zao makanisani, lakini sio kazi ya ukuhani. Hayo mambo lazima uyajue.
katika jina la Yesu nataka nitangaze, kama uko kwenye kanisa ambalo mwanamke ndiyo kiongozi, anasema mimi ni mchungaji au mimi ni askofu, hilo kanisa hakuna Mungu hapo mahali. Yaamini maneno yangu, rudi kwenye Biblia usome. Biblia imesema hivi, habari za ukuhani walipewa wakina baba. Wakina baba ndio makuhani, hawawezi wakina mama wakaongoza makanisa. Hayo ni kinyume na kusudi la Mungu. Nataka nikwambie, kama unasikia sauti hii, badilisha mwenendo wako. Badilisha mwenendo wako. Keuza leo, keuka leo, keuka, mgeukie Yesu. Lakini nataka nikwambie mambo haya kabla hatujaomba. Watu wa Mungu, Yesu anarudi. Hata wiki hii Bwana amenihakikishia ya kwamba anarudi, yu karibu milangoni. Na ndio maana tunahubiri habari za toba. Watu wengi hawajui kutubu. Unatubu lakini waliokukosea hata kuwasamehe huwezi. Huna nguvu ya kumsamehe aliyokukosea. Ni toba ya aina gani ambayo unatubu kwa Bwana? Biblia imesema hivi, kama hutamsamehe mtu makosa aliyokukosea, na Mungu wa mbinguni hawezi samehe makosa yako. Lakini leo kwenye makanisa hawahubiri watu kusameheana. Imebaki unafiki, lakini hakuna kusameheana. Nataka nikwambie jioni ya leo, jifunze kusamehe waliokukosea, ili unapoenda kwa Bwana ukaombe rehema, Bwana apate kukusamehe makosa yako. Yupo Yesu mahali hapa. Nasema yuko Yesu mahali hapa. Majira yameenda sana. Watu wanaosoma Biblia, nataka nikukumbushe, kitabu cha Ufunuo kimetuelekeza namna itakavyofika mwisho, na ishara nyingi zikaongelewa, na tumefundishwa pia na Yesu. Wanafunzi wa Yesu waliposikia habari ya mwisho, walimfuata Yesu wakamwambia, tuambie ni nini dalili za kuja kwako na za mwisho wa dunia. Yesu akatamka dalili ambazo kama unasoma Biblia 99.9% tayari zimetimia. Dalili mojawapo ambayo imenenwa sana kwenye Biblia ni taifa la Israeli. Leo taifa la Israeli linazungukwa na mapigano na mapambano yanaendelea. Ni dalili ya mwisho sana ya kurudi kwa Yesu. Lakini dalili nyingine muhimu sana ni mto Frati kukauka. Soma maandiko, mtu wa Mungu. Mto Frati tayari umekauka. Ni dalili za mwisho sana. Na ya mwisho zaidi ni injili kuhubiriwa ulimwenguni kote. Unangoja nini kumpa Yesu Kristo maisha? Na kuambia mtu wa Mungu, haya maneno unayosikia jioni ya leo, kuna wakati utalia na kusaga meno, ukasema laiti ningesikia siku ile, ningempa Yesu Kristo maisha, nikatafuta kanisa sahihi la kuabudu ili nisiangamie. Lakini wakati utakuwa umechelewa. Biblia inasema wakati milango ya safina ilipofungwa, watu hawakuacha kumpigia hodi Nuhu. Wakamwambia Nuhu, tufungulie, tufungulie Nuhu, tuhurumie. Walimfahamu Nuhu kwamba ni mwenye huruma, yumkini anaweza akawafungulia. Lakini Biblia inasema Nuhu akawaambia kupewa mamlaka ya kufungua malango ya safina. Watu walilia na kusaga meno, lakini kulia kwao hakukuwasaidia. Walikufa wakiona wanakufa. Saa ya wokovu ni leo. Badilika mtu wa Mungu. Nyosha mikono yako pale ulipo wakati tunaomba. Kama kuna dhambi ambayo imeshika maisha yako, umeshindwa kuiachilia, leo Bwana atakufanya hiyo dhambi utaiachilia. Tumishi wa Mungu ataomba. Yafuata haya nyuma yako. Nyosha mikono yako kwa imani. Kwa imani thabiti. Tubia uovu wako uokolewe. Sema, Bwana Yesu, nimekuja. Nilimwona mpotevu. Nilimwona mpotevu. Nilipotea Bwana. Nilipotea dambini. Nilipotea Jehova kwenye dhambi nyingi, maovu mengi. Nilikuacha Bwana. Nilikuacha Bwana. Leo Bwana Yesu, narejea kwako. Natubu. Natubu. Nakurudia. Nipokee kama mwana mpotevu. Unisamehe Baba. Unioshe. Unitakase dhambi zangu, maovu yangu, makosa yangu. Unisamehe Mungu. Usiniache nisiangamie
nisipotee, nisamehe, ningali hai, natubu leo, nikiwa hai, nisamehe uzinzi wangu, uasherati, tamaa zangu, uongo wangu, mapambo, nisamehe leo, nageuka, naacha uovu, nisamehe kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, nikashike, nioshwe kwa damu ya Yesu ya uzima. Yesu nisamehe. Nilimwona mpotevu Bwana, nilimwona mpotevu, nilipotea kwenye Simba na Yanga, nilipotea baani huko, nilipotea kwenye uzinzi. Leo Yesu natubu, nakiri kuacha uovu, nakairi kila dhambi ya maisha yangu tangu mdogo hadi leo, nisamehe kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, nakiri Yesu ni Bwana, ni mfalme, ni Mungu aliye hai, na kupokea Yesu uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, na kuomba majina yangu uyafute kitabu cha hukumu. Yaandike Bwana, yaandike Yesu, yaandike leo, yaandike Bwana mbele zako mbinguni, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu aliye hai. Asante Bwana kwa neema yako, naipokea kwa jina la Yesu, kwa imani leo nimeokoka. Amen. Pigie Yesu makofi ya kutosha. Pigie sana Yesu makofi ya kutosha kwa wokovu. Kiwa unaumwa popote ulipo, shika mahali unaumwa, sogea mbele, uko mstari wa mbele, shika mahali panauma kwa haraka sana, muda wetu umeisha. Tutaomba na wewe. Ikiwa uko kwenye mtandao, kuna mahali panauma, unahitaji maombezi maalum, namba ya simu ni 0716 667196, 0716 667196, na namba zinapita kwenye skrini yako hapo chini. Unaweza ukachukua namba tukawasiliana zaidi. Pale ulipo, popote nchi yoyote ulipo, inawezekana uko na magonjwa, uko na dhiki, uko na taabu, shika pale mahali panauma kwa imani, tutaomba, kwa maana Biblia inasema mkono wa Bwana si mfupi hata usiweze kuokoa. Karibu mtumishi wa Mungu kwa ajili ya maombi. Nitamuita Bwana, nitaweza wako ponya. Haleluya. Utukufu wake nitauita. Yesu yuko hapa. Amen tu. Akatuima. Mighty Holy Spirit, Roho Mungu uliye mkuu na mtakatifu. Haleluya. Roho haki, Roho kweli. Yesu Baba, nimeongea mbele zako Bwana. Asante Yesu. Nimeongea yote ya kweli katika jina la Yesu Bwana, na umesikia injili kwa jina la Yesu Kristo. Apokea kweli yako Bwana kwa jina la Yesu Kristo. Wakati dhambi sana kusiacha na kusibu Mungu Yesu, sasa waponye Bwana kwa neema yako Bwana, kila ugonjwa chini ya jua, kila ukimwi, kila kansa satani, kila gonjwa inyo moyo, vipofu wote, viziwi, vilema wote gonjwa kaina kwa damu zao, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu ali hai. Bwana uponye na uharibifu, Bwana uponye kwa jina la Yesu. Bwana uponye wote kwa neema yako. Rikantori bosa Roho Mungu tembea, ukigusa Bwana damu zao, roho zao, mioyo yao, nafsi zao, ukifuta Bwana, ukifuta Bwana, ukifungua Bwana, fungo vyote vya giza, vya uchawi, vya ukoo, wafungue Bwana wote kwa jina la Yesu. Aliye Baba, yupo Yesu mwenye uzima. Asante Yesu. Yupo Yesu aliye hai. Pokea sifa. Iko damu hapa. Kwa damu yako Bwana, la Yesu. Damu ya uzima. Baba, damu ya uzima. Asante Yesu. Kila ukimwi umefutwa. Asante Yesu. Kwa damu ya Yesu. Asante Yesu. Kila ugonjwa umefutwa. Asante Yesu. Futa kila ugonjwa. Uzima kwa jina la Yesu. Futa kila ukimwi. Tamka uzima kwa jina la Yesu.
Moto. Bwana Yesu Nafuta wape kila uzima afya jioni ya dhaifu. leo. Moto, moto. Narejesha Kwa jina la afya Yesu Kristo. katika miili yao Kwa jina la Yesu. kwa jina la Yesu. Pokea Na kwa uzima. jina la uzima. Pokea uzima. Yesu ni hai. Pokea uzima. Yesu ni Pokea Bwana. uzima. Katika Mponyaji. jina la Yesu Kristo aliye hai. Jehova Rafa. Fanya Asante kazi Yesu. yako Bwana. Kwa damu ya uzima. Kwa Asante jina la Yesu. Yesu. Asante Bwana kwa kijana wako Asante Frank. Yesu. Na Asante si Yesu. neema kwa ajili yake. Asante Na Yesu. si uzima kwa ajili yake. Asante Yesu. Bwana, ona moyo wake Bwana. Takasa nafsi yake. Roho yake. Nafsi yake. Takasa. Takasa. Kwa jina Takasa la Bwana kwa dhaifu. Katika mwili wake. Roho yake. Moyo wake. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa moto wa Yesu. Mpe uzima Bwana. Asante Yesu. Mpe uzima. Bwana akupe Na Bwana, uzima. Kwa asikose jina la mbingu Yesu Kristo siku aliye hai. Pokea uzima. Asikose mbingu Bwana. Pokea uzima. Mpe amani ya moyo. Pokea Faya uzima. Bwana ikamjaze. Pokea uzima. Roho Pokea Bwana. uzima. Kwa jina la Maji ya Yesu uzima. uwe Mtirika mzima juu yake. katika jina la Kwa Yesu. jina la Yesu. Asante Yesu. Ali hai. Asante Yesu. Asante Jehova. Pige Yesu makofi pale Sababu ni ulipo. mfalme. Shangilia Neema Yesu Bwana kwa wakosha. makofi. Muda wetu Asante Yesu. sana. Pige Yesu makofi. Naomba turudi tuketi. Asante Yesu. Tumefika mwisho wa semina hii. Asante Bwana. Lakini pia kwa siku ya leo tumefika mwisho kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba nitoe matangazo. Kesho tutakuwa na ibada nzuri sana mahali hapa. Tunaanza saa 2:30 mpaka saa 6:30. Usipange kukosa. Wewe unayesikia sauti hii, tumishi wa Mungu aliyepakwa mafuta kwa ajili ya kuwasaidia watu wa mji huu watakuwepo mahali hapa, na kila mwenye mwili atauona utukufu wa Mungu.